unapopambania ndoto yako, Mungu atakuinulia mtu mmoja. Mungu atakuinulia mtu mmoja, si watu wengi, si watu 10. Mwanzoni mwa maono yoyote, Mungu atakuinulia mtu mmoja. Atakuinulia mtu ambaye atakusupport kwenye wazo lako, kwenye biashara yako, kwenye huduma yako, kwenye kazi yako. Na Mungu atakuinulia huyu mtu, na huyu mtu atakuwa na kusupport, si kwa sababu umekuwa bora kwenye hilo eneo lako, si kwa sababu umekuwa na biashara nzuri, si kwa sababu unahubiri vizuri, unafundisha vizuri. Mungu atakuinulia mtu ambaye atakusupport ili kukutia moyo usije ukarudi nyuma. Na Mungu anakuinulia mtu wa namna hiyo ili usije ukakata tamaa ukaishia njiani. Sasa watu wengi sana wanapopata mtu wa aina hii, wanafika mahali wanabweteka, wanafika mahali wanajiona wanaweza, wanafika mahali wanadhani wamekuwa bora. Kumbe Mungu amekupa mtu ambaye atakuwa anakutia moyo, atakuwa anakufariji, atakuwa anakutia nguvu. Sasa ukipata mtu wa namna hii, kaa naye kwa hekima, kwa sababu usipokaa naye kwa hekima anaweza akaondoka hata kama Mungu amemleta. Na ukifanikiwa kwenye ndoto yako, kwenye biashara yako, kwenye maono yako hayo, hakikisha haupandi bei kwa huyo mtu. Hakikisha huyo mtu anafaidi sehemu ya mafanikio yako. Mtu huyu anaweza akakuinulia wateja, akakuunganisha na marafiki zake, akakuunganisha na watu wake wa karibu, si kwa sababu una bidhaa nzuri, ni kwa sababu Mungu amemuinua ili akusapoti. Mtu huyu anaweza akawa mzazi wako, anaweza akawa mama yako, anaweza akawa rafiki yako, lakini atakusapoti kwenye mazingira yote. Hivi ndivyo Mungu anavyofanya kazi ili kukusaidia uweze kutimiza maono yako. Usife moyo, usiogope. Mungu atamtumia huyo mtu. Utakapofanikiwa ataleta watu wengine wengi zaidi ili kutimiza ndoto yako. Nakumbuka, Mungu anapoweka hayo maono, si kwa sababu, si kwa ajili yako. Mungu anaweka hayo maono ndani yako kwa sababu ana kusudi na hayo maono. Kuna jambo lake anataka alifanye kupitia hicho alichoweka ndani ya moyo wako.